Ladies and gentlemen, nimeona Peter Salasya amekataa kubai hii narrative ya kina Shifuna, Babu Owino, Orengo na Osotsi. Anasema that maybe all these plans are well planned, well orchestrated to achieve certain political objective. Wait, not my words. This is the post that none other than Peter Salasya alipost pale SB na akaenda on his TikTok account na akaunda hii video. Hii Kenya hii naona ni kama mimi ndio nabii wa siasa. Kwa sababu Wakenya, mimi naambia Wakenya, mkisikia Peter Salasya anakataa kitu, mimi ndio mtu, yani mimi ndio independent. Mimi siongozwi na mwanasiasa yote. Mimi ni mimi na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitoa mimi mbali. Penye mimi siwezi betray wa Kenya na watu wangu wameassist. Na ukisikia kitu mimi nasema, hiyo kitu angalia mara mbili. Na sio kitu ya kwanza kuongea hii mambo ya Sifuna hii. Nimeongea mambo mengi sana. Na nikiongea kitu inafanyika. Mimi Peter Salasya. Ingawa watu wanachukuanga mimi mvuta bangi, sijui mfanya nini. Lakini ipo siku Wakenya watakuja kupenda mimi ya kwamba I speak my mind and I don't worship anyone. I'm just ule. Mimi ni ule masikini jeuri, ule mwenye yani money has not changed me or anything has ever changed me. Me, I'm just that person. So, hii game niliwaambia vijana wangu, hiyo mkutano ya Busia itaenda kuwa very successful. Na watamwagiwa askari, wata maintain order and order and order. Yani wapate wala watu ambao wajakuwa satisfied na mambo ya ODM. Yani na ile leadership ya wawalete pamoja ni kama mto mdogo ithrow kwa ile mto mkubwa. Na mnaenda kuona very soon ile ya Kitengela pia itafanyika na itakuwa very successful. Hasa ipate inase. Na unajua conversation hakuna mambo inaongea about serious things ambayo ina happen kwa nchi ya Kenya. Ile mambo ya health, mambo ya education, mambo ya Safaricom, mambo ya KPC, mambo ya unfulfilled promises, mambo ya how to strengthen, mambo ya institutions kama zile Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estate, mambo ya Uwezo Fund, yo. They are not talking about them. They are not talking about them. They are not talking about the taxes ambazo zinafaa ziangaliwe kama wanataka kusaidia wa Kenya. Awangali many things that are happening. Many promises that have been made and fulfilled one and many other things. But now conversation should be about the ODM. So it is a scheme. Angalia jamaa ajaenda hata yana anatolewa hivi koti, hata jui nani koti ambaye nani ajaenda hata kotini, hajatuma hata mtu. Koti saa 6 kamili anatoa presa, saa 6 kamili koti isha sema it's unconstitutional. Walisikiza saa ngapi? Walikaa saa ngapi? Na bado Wakenya wanafuatilia. But the good thing I love about the Kenyans is that they will praise you. They will praise you by that time. The moment they will get to know the truth, they will leave you like a plague. The way they left like Nababu Namwamba and others. So me, I see better with my brother. Sifuna. It is your time to shine. Make money, my brother, make money. Make money. But time of record will come. You are still young man. Stand with Kenyans. Don't be used by parties. You are a god. So ladies and gentlemen, I always tell you that in politics, nothing always happens
out of a mere coincidence. And anything in politics is always well planned, well orchestrated, and scripted to achieve certain political objective. And maybe what none other than Peter Salasian knows, few people in this country can explain, huh? Ndio mimi niliambia ati hii mchezo ya linda hii narrative ya ODM inacheza na ati linda narrative, linda ground, linda comrade, linda mwananchi. This one common narrative. Hii narrative ni a unifying factor. Na hii ni ile siasa yenye Raila Amolo Odinga alikuwa akicheza ati anaazimia umoja. So maybe this is what none other than Peter Salasi alikuwa anajaribu kuongelea, and maybe this is just a strong warning to none other than Edwin Sifuna, because amejua the wrath that Kenyans always have, wakipata ati umewasaliti bro, these people will turn against you, na hiyo wrath na asira yenye wako nayo hautapata vizuri. So maybe this guy was just preparing Edwin Sifuna mapema so that before 2027 kama hii maneno itakuwa imelipuka, if by any chance ni ile venye tunafikiria that maybe Kasongo ndio ni jambo yenye sponsor all this thing, then tutaona. But in Kenya, let's wait more things to unfold, because siasa bado haijashika, ndio tuko katikati na bado tunasonga hoping for more things to unfold in 2027. So ladies and gentlemen, what are your own takes pertaining Salasia's statements on none other than Edwin Sifuna? Because maybe hata mimi niliwaambia hii kitu ya Linda before Edwin Sifuna asikuze pale kwa CJ that kuna something fishy that was going on, and you guys, most of you mocked me on comment section saying that sijui kitu nasema, but maybe one day you will tell me that Silas indeed unakuwa observant, and what you say and what you see, maybe hizo vitu tunafaa kuzitilia manani. You all of a sudden ndio imezikuwa tuna chaotic hivi. Nadhani kama watu wanacheza cards zao wa make sure wamecheza hizo cards vizuri, juu kama italipuka maji kishinda unga na ilipuke, na at least some intel, some information leak outside, bro, let me tell you, akina Babu Owino, Edwin Sifuna na au kina Sotsi na kina Orengo, these people won't have it easy on the hands of Kenyan Gen Z. I'm telling you this one for free, and you can take it to the bank and do whatever you want with this information. But let me tell you, if ikitalipuka na ikuwe ni script yenye watu wanamkuwa kicheza, mutaona. And maybe this one will be the end of political careers of people like Babu Owino na akina Sifuna. At last, I was your host Silas. Till next video. Bye bye.